wakija kule tunasoma kwa Kiarabu. Wewe utasoma mathematics, utasoma physics, lazima utasoma kwa Kiarabu. Na chuo chetu kina kipindi hicho mimi naondoka kilikuwa kina vitivo 23. Wenye kusoma dini, wenye kusoma medicine, wenye kusoma mathematics, wenye kusoma engineering, sote tuko hapa. Sasa wanafunzi wanakuja wale wa secular hawajui Kiarabu, kwa tulikuwa tunawasaidia. Swala hili kuwasaidia mambo mawili. Swala la Kiarabu. Na pili, walikuwa wanatoka freshly from 6. Mtu hajapata kutumia kompyuta au kama anatumia kienyeji. Kwa hiyo tulikuwa tunawasaidia kozi pia za kompyuta. Tuliokoa na pesa kibao tu ya watu ambao walikuwa wanaenda kutumia nje. Kwa hiyo tuna tukio ambalo tunatarajia mgeni rasmi atakuwa ni waziri wa fedha. Tukio litakuwa na watu wa aina tofauti. Litakuwa tarehe 27 Septemba. Tumeshiriki matukio mengi. Tunaona kuna baadhi ya vitu vinafanyika visingeweza kufanyika, si vizuri kufanyika. Sasa tunaona kwa kuwa hili ni tukio letu la mwanzo, basi tujaribu kuyaepuka yale ambayo tunakuwa tunaona yanaenda tofauti na sisi. Kwa nini tuyaepuke? Tutakuwa na watu wa aina tofauti. Kati ya washiriki watakao ushiriki semina, yupo mama mmoja aitwa Neema Kiure. Ni mkuu wa bodi ya Benki ya Taifa. Yuko katika watakao present. Na ni memba wa bodi ya dunia ya wahasibu. Almradi hakai nchini. Anakuja tu kwa matukio anaondoka. Kuja kwa matukio anaondoka. Tutakuwa na walimu wa vyuo vikuu zaidi ya 5 wanaweza wakafika wengine 15. Tutakuwa na wasomi wa uchumi wa Tanzania zaidi ya 5. Tutakuwa na wafanyakazi wawili kutoka Benki ya Taifa na wao watapresent. Almradi tutakuwa na watu tofauti, tunaenda kuongelea masuala ya fedha. Sasa tuliona tuyaepuke, tukaona tutangaze kozi. Kozi hii watu huwa ikitajwa kozi fulani wanafikiria ni hii, na kuna wengine ikitajwa hii wanafikiria ni nyingine. Kuna kitu kinachoitwa event planning. Hatuwezi kusikia. Watu wanakuwa wanafikiria ni hii, hapana, sio hii. Kuna event management na watu wanafikiria ni hii, hapana, sio hii. Ila kozi zote 3 zinashirikiana. Sisi tunayoifanya ni kozi ya protocol. Protocol imegawanyika makundi 8. Protocol imegawanyika makundi 8. Meza ni fupi kweli. Treni mwenyewe ataangalia tabu shehara. Kundi la kwanza ni protocol ya kijamii. Kundi la pili ni protocol
ya kibiashara. Shirika na shirika wanaenda kufunga mkataba. Shirika lina products, lina bidhaa, lina products, lina huduma, linataka kuitambulisha kwa jamii. Tumeandika makundi ngapi? Protocol ya 3, yaani hii ya pili ndio nimeielezea ya kibiashara. Protocol ya 3 ni protocol ya diplomasia, ni ya kisiasa, lakini siasa baina ya nchi na nchi. Na kuna protocol ya 4 ni protocol ya kijeshi. Sijui inaweza kurejesha kuachia ndefu. Tutafanyaje? Ndio. Yaani umekuwa sana. Na? Takusumbua sana. Na jana nilikuwa na jambo nimechoma kakwepo, kajaribu kuchekecha kutizama kitabu, tufanye nini ufumbuzi wa hili jambo ipale hapa. Jaribu kwa sehemu nyingine. Hizi sio nani vya kijani, sio meza sio nzima. Hebu angalia. Tumeandika kundi la 4. Sisi tutakayoisoma ni kundi la 3. Ndio. Kundi la 3 ni lipi? Diplomasia. Tuliona kufanya hiyo ni bora, sababu watu huwa wanapewa short courses za hizi mbili za mwanzo. Wakienda kwenye matukio ya kidiplomasia, unaelewa matatizo yanatokea. Sababu kule kuna protocol na maarifa ya protocol yalianzia kule. Yalipoanzia kule ndio wakayasambaza, wakayapeleka kwenye jeshi, ndio wakapeleka huko kwenye biashara na kwenye kijamii. Umuhimu wa sisi kusoma hilo, tuliona tuwazawadie hasa wanafunzi walioko chuo. Ndio maana hatukuitangaza hii course ila baada ya tukio la wanafunzi waliohitimu. Kama mtakumbuka siku ile nilisema tulikuwa tunasubiria tukio lenu tutangaze, ili tutarajie kwamba tutakao wapata wengi wao ni katika wanafunzi. Inakuweka sawa katika masuala ya ushindani wa kielimu. Kama utaisoma ukaielewa na ukawa na kithibitisho kwamba uliwahi kuisoma, ukiweka na vyeti vyako, basi wewe unakuwa ni rahisi, unazingatiwa kuliko mwingine, sababu hatuna ofisi yoyote duniani inayoepuka kuwa na protocol. Sasa ukibaini kwamba wewe ulisoma na ukaelewa, unajua kutenda, hata kazini unakuwa tofauti. Itakuwa ni sababu ya kuingiza kazini, wengine wakacheleweshwa, na itakuwa ni sababu ya kuwa inakutoa katika daraja ya ajira ya kazi ambazo unazopewa wapi? Ofisi yako. Litatokeza tukio tu, utashangaa wewe utaambiwa
uondoke wewe mwenyewe. La kwanza, mtaandaa tukio, utaambiwa wewe ndio msimamizi. Kwa hiyo watu wanaanza kutumia haraka, inakuwa ni rahisi kupanda reli. Tunaelewana jamani? Inakuwa ni rahisi kupanda reli. Ndio maana mimi nataka tuandike na tutaenda, hatutokimbia sana. Ikibidi tuulize, lakini hapa tukijalia tunaweza haya masaa 50 na ngapi jamani, mtabaki 58 tunaweza tukaya compress kama hapa kujalia, sababu maswala hiyo ni mepesi. Ndio tunachotaka wanafunzi wafaidi maswala haya. Ndio tukaona kwamba bora tufanye hii. Atakuwepo waziri inshallah, watakuwepo wenye kufanya mashirika ya kimataifa masuala ya diplomasia. Naomba kuashiria jambo, elimu, historia ya elimu inapotokea kwa watu walikuwa hawana mitaala. Mtaala wa kwanza duniani ulitengenezwa na mtu anaitwa Socrates. Sijui kama mwewe kusikia. Huyu ana wanafunzi wengi sana, wengine hawamsikii kwa kumsikia, ila wanawasikia wanafunzi wake. Mtu anayemsikia moja kwa moja ni mtu ambaye amesoma philosophy, ndio anayemsikia moja kwa moja. Na alikuwa na wanafunzi ambao wanasoma philosophy kwake, lakini hao wanafunzi wakiwa na fani nyingine ya elimu. Ndio maana walikuwa hawasomi philosophy wanakuwa hawamsikii, wanawasikia wanafunzi wake. Yeye ndio mtu wa kwanza kuanzisha mtaala duniani, na aliuliwa kwa hiari, alifariki kwa hiari. Walimletea sumu. Ikiwa yale unayoyaongea yanakuwa ni sahihi, tuoneshe. Akawaeleza, ninayoyaongea na yaamini, si tatizo, leteni hiyo sumu nitainywa. Najua kwamba nitafariki leo, kimwili kitaachana na nafsi yangu. Ingawa sisi ni Waislamu, tulikuwa mtu, lakini huko ndio yalikuanzia. Akanywa sumu, akahama dunia, lakini baada ya muda watu wakaja wakabaini kwamba kuna vitu alizungumza vipo, ila sisi imani yetu vipo hatiani kwa kuwa ni juu. Huyu ni mtu wa mwanzo kuanzisha mtaala, na kilichopelekea hivi ni ufisadi uliofanyika ndani ya jamii. Akatoa maisha yake kwa ajili ya kuelimisha. Lakini chuo cha kwanza kimeanza wapi duniani? Tuna taswira yote. Chuo cha kwanza kimeanzia wapi duniani? Chuo cha kwanza kimeanzia Morocco, na aliyekianzisha ni mwanamke anaitwa Fatma Fihri. Fihri alikuwa ni tajiri mkubwa, aliacha urithi. Alikuwa na watoto wake wawili wa kike, akawaachia urithi. Hao watoto wa kike wawili walikuwa wamesoma madrasa, wakawa wanapenda sana madrasa. Baada ya urithi kuhamia katika milki zao, mmoja wao akaondoka kwao Tunis, akaelekea Morocco. Amesikia Morocco kuna madrasa nzuri, kwa hiyo anaelekea huko, anaenda kufanya ziara. Kafurahia madrasa, akaona na misheni zake zote ahamie kule, na zile mali akazitoa watu kwa ajili ya kudumisha kile chuo. Watu wakaanza kutoka duniani kuja kusoma. Ilikuwa mwaka 856 natumai kama sijasahau, baada ya kuzaliwa Nabii Isa. Kwa hiyo
chuo kikuu cha mwanzo duniani kimeanzia huko. Bahati nzuri katika walioyaficha hili hawakuficha, kwenye rekodi zao kabisa wameweka ndio chuo kikuu kimeanza. Vyuo vingine vimeanza huko kwao, baada ya wao kusoma Moroko wakarudi makwao, wakaenda wakaanzisha, na hawakuo ama Moroko kufika kwao wakaanzisha pale, ilichukua miaka zaidi ya 200 ndio vyuo vikaanza kusoma maeneo mengine. Nini umuhimu wa short courses? Umuhimu wa short courses, hizi kozi ambazo tunakuja kuzifanya pia nazo zimegawanyika makundi. Kuna semina, kuna muhadhara, kuna bootcamp. Semina inaweza ikawa siku moja mpaka 3. Muhadhara ni siku moja au ndani ya masaa. Bootcamp naweza nafanya kazi. Nafanya kazi. Kama chajua haina. Kipo. Nilikuwa na mimi. Bootcamp inakuwa ni wiki 3, mwezi mmoja, wiki 2, wiki moja. Program ikiwa na zaidi ya wiki moja na bootcamp. Nini umuhimu wa hizi kozi, hasa kozi ya bootcamp? Ni kwamba mitaala